ambaye alifariki akaacha watoto, sasa yeye ndo anao, akiwemo na jamaa Lutu. Sasa unaondoka kwenye nchi ambayo umejenga, tayari umewekeza, unaenda mahali ambapo hata hujui unaenda wapi. Pale unapoenda pana hali gani hujui. Hiyo safari unayoenda ni safari ambapo hata umbali wake hujui. Lakini Ibrahim alipomsikia Mungu alitii na akachukua hatua. Nenda kasome kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mwanzo, ngoja tusome kidogo hapa, sura ya 12. Ukisoma mstari wa kwanza, Biblia inasema Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Tunaelewana ndugu zangu? Amina, amina. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye atakulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watafanyaje jamaa? Watabarikiwa. Angalia mstari wa 4. Basi Abraham akaenda. Hizi ahadi zilizoandikwa kwenye mstari wa 2 na 3 siweze kutimia, sharti la kwanza aondoke pale alipo. Aking'ang'ania hapo, hizo ahadi Mungu hawezi kuzitimiza. Kwa hiyo huyu jamaa alipoanza kuchukua hatua, na alipochukua hatua ya kwanza ya kwenda, Mungu aliangalia utii wake ndani yake. Alipouona ule utii, Mungu akaanza kuweka alama zake ndani yake. Tunaelewana ndugu zangu? Ameendelea na maisha. Mungu anamuongoza mpaka sura ya 15. Mungu anamtokea kwenye ndoto. Tusome sura ya 15. Mwanzo hiyo sura ya 15. Ukisoma mstari wa kwanza, Biblia inasema baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likisema, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakayerithi nyumba yangu ni huyu Eliazari Mdameski. Utaona mazungumzo ya Mungu pamoja na Ibrahim pale wanazungumza. Mungu anamwambia usiogope, nitakupa hii nchi na zile ahadi zote nilizokuahidi nitazitimiza kwako. Ibrahim anamuuliza Mungu swali. Anauliza hivi kwenye ule mstari wa 8 hapo. Anauliza, anasema hivi. Akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitairithi? Mungu akamwambia, nipe sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia hivi, Bwana Mungu, nitapateje kujua ya kwamba nitairithi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na wananchi wao. Hii ni sadaka, na tena hiyo sadaka ina maelekezo. Kwa wale ambao nilikuwa pamoja na mimi asubuhi, niliwaambia unapotoa sadaka kwa imani, kutoa kwa imani maana yake ni kuzingatia maelekezo ambayo umeyasikia na unafanya kama ulivyoelekezwa. Kilichomkosti Kaini hakufuata maelekezo, kwa hiyo sadaka yake ilikataliwa na kajikuta anaingia kwenye mtego wa kuua. Dhambi kaingia ndani yake. Sasa Mungu anamwambia Ibrahim, unipatie ndama wa miaka mingapi? Sasa
atapeleka wa miaka 7. Uone kama hiyo sadaka itapokelewa. Na Mungu anataja kabisa, anasema ndama wa miaka 3, mbuzi mke wa miaka 3. Peleka dume la mbuzi hata kama lina miaka 3. Sadaka yako imepoteza samani, imepoteza ubora. Unaelewa? Huko ndiko kutoa sadaka kwa imani. Biblia inasema hivi, nataka kufupisha. Biblia inasema mstari wa 10, akampatia hao wote. Maana yake alitoa ndama wa miaka mingapi? 3. Mbuzi mke wa miaka mingapi? Kondoo mume wa miaka mingapi? Na wananjiwa. Alitoa sawa sawa na maelekezo. Sasa ukiendelea kusoma huko chini, Mungu kupitia hiyo sadaka akafunga agano naye. Hilo agano lilikuwa ni agano la ulisi. Utanielewa kwa nini nasema ni agano la ulisi. Ndani ya ile agano kulikuwa na baraka za kipekee. Baraka moja wapo ambayo iko kwenye agano la ulisi. Jambo la kwanza, kabla ya yote, Mungu atakupa kumiliki ardhi. Ardhi ni baraka ya agano. Tunaelewa? Kuna watu wameshanunua viwanja, wana viwanja vya kujenga. Au na mashamba ya ulisi. Mungu alimkatalia Ibrahim, alimwambia ondoka hapa. Utalisi vya baba yako. Mungu anataka aanze na wewe. Unaelewa? Si tumesoma hapa, alimwambia ondoka hapa kwenye nchi yako, kwa jamaa zako na ndugu zako, uende mpaka nchi itakayofanya. Anaenda kule, anaenda kwanza zimo. Unafikiri mzee Tera hakuwa na hela? Bwana Yesu asifiwe sana. Baba yake na Ibrahim alikuwa anaitwa mzee Tera. Na ukisoma kwenye kumbukumbu za kale, baba yake na Ibrahim alikuwa ni mfalme. Mfalme, kuna mfalme masikini. Kwa kina Ibrahim zilikuwepo. Lakini Mungu alimwambia acha hizo zote. Baba yake na Ibrahim alikuwa ni mtawala wa kimila. Watawala wa kimila, si jambo la kwanza wana ardhi ya kutosha. Sasa kwa kina Ibrahim hakuwa na njaa, lakini Mungu alimwambia hizo acha. Na baada alikubali kutii, akaacha. Sasa anaenda kuanza maisha upya. Na Mungu akaanza naye hatua kwa hatua. Sasa hapa anamwambia toe sadaka. Na alipotoa sadaka, kupitia hiyo sadaka Mungu alifunga naye agano la ulisi. Agano la ulisi maana yake ni nini? Ukisoma hapa kwenye hii sura ya 15, hii mistari ya mwisho huko mwisho, anamwambia baada ya kutoa sadaka, Mungu akanifunua tena akamwambia ujue hakika uzao wako watakuwa wageni, wataenda kwenye nchi nyingine ya utumwa, watakaa miaka 400. Baada ya hiyo miaka 400 kuisha, nitawarudisha hapa. Alafu anamwambia lakini wewe utalala kwa amani, maana utakufa katika uzee mwema. Maana baada ya yeye kufa, lile agano litahamia kwa watoto. Unaelewana? Baada ya yeye kufa, lile agano na masharti yake na baraka zake linahamia kwa mtoto. Na ndio maana baada tu ya Ibrahim kufa, Mungu akampokea Isaka. Maneno yale aliyompokea akamwambia Ibrahim, alipompokea Isaka alimwambia maneno yale. Mnanielewa? Ngoja nikuonyeshe kitabu cha Mwanzo sura ya 26. Mwanzo sura ya 26. Tunasoma mstari wa 1 mpaka wa 6. Manake baada ya Ibrahim kufa baba yake na Isaka, Mungu anampokea Isaka. Alafu
nyingine anahamisha agano. Sasa Ibrahimu hayupo, lile agano analipeleka kwa Isaka mtoto wake. Manake unapolisi lile agano, unalisi na masharti yake, unalisi na baraka zake, unalisi na mifumo yake na miko yake iliyoko ndani yake. Na ndio maana ilibidi Mungu amtokee, ampe tena maelekezo yale yale. Angalia kianza mstari wa kwanza, anasema ikawa njaa katika nchi hii, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahim baba yake. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Bwana akamtokea, sema Bwana akamtokea. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi hii nitakayokuambia. Sema nitakayokuambia. Yule aliambiwa ondoka uende kwenye nchi nitakayo kuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia usiende Misri, kaa kwenye nchi nitakayokuambia. Ilitokea njaa, watu wakaanza kukimbia, wakasikia Misri kuna chakula cha kutosha. Kwa hiyo watu wakaanza kukimbia, wakahamia kule. Isaka na yeye akataka kuunga tena. Mtu aliyebeba agano huwa anafanikiwa mahali popote ambapo Mungu wa agano anataka ukae, hata kama wengine hawafanikiwi. Ila wewe ukifuata maelekezo, ukifuata masharti ya agano, uwe na uhakika mahali ambapo wengine wanakimbia, wewe utatoboa. Mahali pengine, mahali ambapo wengine wanapakataa, wewe ukisimama Mungu atakusaidia, utatoboa. Kuna mahali pengine Mungu anakwambia nenda kafungue tawi. Unaposikiliza historia, kuna mchungaji wa kwanza alipofika pale alipigwa akalogwa, wakamlaza juu ya bati akakimbia. Lakini wao kikanyaga pale, mkono wa Bwana utakuwa pamoja na wewe. Mkono wa Bwana utakuwa pamoja na wewe. Hakuna wachawi ambao watakuja kukubeba na kukuweka juu ya bati. Ni yeye aliyeko juu ya bati. Wewe unaenda na agano la Bwana Yesu. Ndani ya agano la Bwana Yesu kuna ulinzi. Ndani ya agano la Bwana Yesu kuna neema. Ndani ya agano la Bwana Yesu kuna mamlaka. Ndani ya agano la Bwana Yesu kuna nguvu. Ndani ya agano la Bwana Yesu kuna ufalme wa Mungu ndani yake. Unapobeba ile agano la ulinzi ambalo Yesu Kristo ametubebesha, wewe sio mtu wa kawaida. Wewe sio mtu wa kawaida. Utakanyaga mahali ambapo wengine wanakanyaga na wanakufa, wewe hautakufa. Ndio maana maandiko yananiambia ya kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana yeye yuko pamoja na mimi. Yeye ni mchungaji wangu. Yeye ni msaada wangu. Yeye ni kimbilio langu. Yeye ni tegemeo langu. Ninapotembea kwenye lile agano na yale masharti ya lile agano, nataka nikwambie hata kama watakupitisha kwenye bonde la uvuli wa mauti, wakizani ya kwamba utaangamia, watakuwa unavuka ng'ambo ya pili. Sema Mungu wa agano. Sema Mungu wa agano. Sema Mungu wa agano. Ukimbeba Mungu wa agano na utatembea kwenye lile agano kwa imani, usitembee kwa mazoea. Nataka nikwambia Mungu yule yule ambaye alimbariki Ibrahimu atakubariki na wewe. Mungu yule yule ambaye alimbariki Isaka atakubariki na wewe. Mungu yule yule ambaye anawabariki wengine atakubariki na wewe. Na ndio maana yeye hatisi na mazingira, yeye hatisi na umri. Yawezekana
ya Ibrahimu. Ibrahimu alipolitii ile agano akatembea kwenye ile agano, akaondoka Isaka akatembea kwenye ile agano, akaondoka Yakobo akatembea kwenye ile agano, mpaka leo lile agano bado linafanya kazi. Yesu alipokuja, alipotengeneza agano jipya, zile ahadi ambazo Mungu alimwahidi Ibrahimu na uzao wake zimeingizwa kwenye agano hili tulionalo. Ndani ya agano ndo tulionalo, agano la msalaba, ndani yake linadai tulindwe, ndani yake linadai tupiganiwe, ndani yake linadai tutetewe, ndani yake linadai tuweze kubarikiwa. Na ndio maana ukishika hilo agano, wewe ni mbarikiwa, wewe ni mbarikiwa, wewe ni mbarikiwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama unanielewa, piga kelele. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sikiliza nikwambie, kuna aina ya maisha tunayoyaishi, aina ya maisha tunayoyaishi hayampi Mungu utukufu. Kosa sio la Mungu, kosa ni la kwetu. Mungu ni mwaminifu sana. Nimekusomea watu ambao waliishi kwenye kipindi cha Malaki. Mungu alizungumza nao, alisemezana nao, hawakumsikia. Mapokeo yake Mungu alinyamaza kwa muda wa zaidi ya miaka 400. Mungu akisema na wewe mara ya kwanza, akasema na wewe mara ya pili, akasema na wewe mara ya tatu, utaki kufanya, huwa ananyamaza, anakuacha. Mimi sijui Mungu anasema na nani ndani ya hili kanisa. Unapoingia kwenye agano la Kristo, ndani yake kuna majukumu. Na ndio maana unaona hawa watu walioishi kwenye kipindi cha nani cha Malaki. Unaona Malaki anapiga kelele juu ya wale watu waliliasi agano. Agano ile ndani yake lilikuwa linadai sadaka ya zaka watoe kwa uaminifu. Wao walikuwa hawatoi kwa uaminifu, walikuwa wanatoa lakini sio kwa nini. Ndio maana utasikia nasema leteni zaka kamili. Zaka maana walikuwa wanatoa isiyo kamili, alafu wanataka Mungu awabariki. Mungu anawaambia mmeniibia zaka na dhabihu. Nenda kasome Malaki sura ya 3 kuanzia mstari wa 10, wa 7 mpaka wa 10. Anawaeleza. Sikizeni niwaambie. Ndani ya sadaka ya zaka, ndani ya sadaka ya dhabihu, sadaka ya dhabihu ni hii sadaka ya ibada ya kila siku. Ndani yake kuna vitu Mungu ameachilia. Ukizitumia vizuri zile sadaka, zinabadilisha maisha yako kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, sadaka ya fungu la 10. Fungu la 10. Unapotoa sadaka ya fungu la 10, Mungu hakupi hela. Unaelewana? Mungu hakupi, anachokupa, anakupa akili, ufahamu, maarifa, neema, upako, nguvu itakayokuwezesha kuziona fursa zitakazobadilisha maisha yako. Mtu wa kwanza kutoa sadaka ya fungu la 10 kwenye Biblia ni nani jamaa? Nani? Habibi. Kaini. Ayubu. Mtu wa kwanza kutoa sadaka ya fungu la 10 kwenye Biblia ni Ibrahim. Nenda kasome kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 14.
Wakati anatoka kupigana na wale wafalme waliokuwa wameteka mtoto wa ndugu yake, ameteka nyara na rudi, akakutana na mfalme wa Salemu anaitwa Melkizedeki. Akatoa fungu la 10 la vitu vyake vyote. Alipopokea Melkizedeki lile fungu la 10 la vitu vyake vyote, angalia alimpa nini? Yeye alimpa mkate na divai. Mkate maana yake ni neno la ufunuo linalokupa akili, ufahamu, neema, nguvu ya kupenya mahali ambapo usingeweza kupenya. Ile divai inawakilisha upako, nguvu itakayokuwezesha kutekeleza mipango yako kwa ukamilifu. Sasa zile sadaka tunaziona ni za kawaida. Zile ni sadaka ambazo zinakutengenezea agano. Ukiwa mwaminifu, zinakutengenezea agano la kupanua mipaka. Kama wewe ni mfanyabiashara, kama wewe ni mfanyakazi, hizo ndizo zinakutengenezea mazingira hayo, kwa sababu kama wewe umeajiriwa ofisini, utafanya kazi kwa ufanisi mkubwa, ubora mkubwa. Mabosi wataiona kazi yako, baada ya muda watakupandisha cheo. Na marupurupu yanafanya. Kama wewe ni mfanyabiashara, ni mwaminifu kwenye utoaji wa zaka, utoi nusu. Hawa watu walioishi kwenye kipindi cha Malaki, Mungu anawaambia leteni zaka. Maana yake walikuwa hawatoi kamili. Na nasema ili kiwemo chakula cha kutosha kwenye nyumba yako. Sasa washirika wanasema tutoe, alafu anaenda kula mchungaji. Aliyekwambia Mungu anakulaga sadaka nini? Unajua akili za washirika wao sisi zimejaa matope. Tangu umeshaanza kuja kanisa, ulishawahi kumuona Mungu amekuja kupokea sadaka? Mungu akitokea hapa, wewe huna uwezo wa kukaa hapa. Kama unafikiri natania, nenda kaulize wana wa Israeli. Mungu alipowatokea kwenye ule mlima wa Sinai, aliposhuka kwenye ule mlima wa Sinai, walikimbia. Wakamwambia, Musa, wewe nenda kaongee naye. Nenda kaongee naye. Yala atakayokuambia utakwambia, utayatenda. Kwa hiyo leo Mungu anakutana na sisi kupitia watumishi wake. Kwa hiyo unapopeleka madhabahuni, kama amekwambia toa sadaka, atakuelekeza na madhabahu ya kwenda kutoa. Pale kwenye madhabahu kuna mtumishi, huyo ndiye atapokea hiyo sadaka kwa niaba ya Mungu. Akiipokea yeye na atakubariki, Mungu atakubariki. Sasa ukitoa usiulize uoga zinaenda wapi. Umeshatoa hapo unaanza kuuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna walokole wao kwa kanisani wana matatizo haya. Ngoja nikupe ushuhuda. Kuna ndugu mmoja alinibariki suti mpya nzuri. Kile kipindi nilikuwa sijawahi kuvaa suti. Bwana asifiwe sana. Amen. Yana kitatu ndugu yangu ya laki 3. Nilipoijaribishia nikaenda kwenye yale mavioma makubwa. Nikasema kwa kweli nimefanyaje? Nimependeza. Sasa hii itakuwa ni ya kupokea na mimi. Kukiwa na matukio maalum, hii ndio itakuwa nafanya. Sasa siku moja kanisani siku kulipata tukio gani? Nikainyosha vizuri. Nimejiandaa kuitinda, wakanione na mimi nimevaa nini? Suti. Nilipoigusa tuliyoambia usivae hiyo, sio ya kwako. Sauti kabisa inaongea ndani. Nikarudisha, nikatafuta nguo nyingine, nikaenda najiuliza ya amani sasa. Si nilipewa mimi? Nikapita siku ya kwanza, nikapita siku ya tatu, karibu siku 5. Akaja rafiki yangu wakati nimefukuzwa nyumbani baada ya kuokoka. Huyo alinipokea, maana mimi nilipookoka tu akanifukuza.
sijui hata ya kwenye neno, hata sijui wao wanaopata. Huyu akanipokea, alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Huyu ndiye nilijifunza kwake, alikuwa ananifundisha soma neno, ananifundisha neno. Baadaye akienda kwenye maombi na mimi namfuata. Jamaa nilikuwa ninaomba, alikuwa akianza kusema Baba katika jina la Yesu Kristo, atakuja kusema amen baada ya masaa hayo manne. Hasa mimi ndani ya dakika 5 maneno yote yameisha. Unaimba pambio zinaisha, unaimba nyimbo za kuabudu zinaisha, unaanza unasoma Biblia unachoka, mwenzako kia zinapangiliana tu. Unaelewa wakati? Unaanza tena kuomba maneno ya maisha, unaanza kuimba. Bahati nzuri nilikuwa mvumilivu, yaani yakiisha kabisa na lala humo mpaka amaliza kufanya kuomba. Akimaliza tunaenda wote nyumbani. Sasa jamaa alikuwa na maombi kwa siku mara ngapi? Saa 11 yuko kanisani madhabahuni mpaka saa 3 au saa 2. Na mimi niko naye. Tunarudi hapa tunakunywa chai, ananifundisha. Jamaa alinyang'anywa kazi, kwa hiyo alikuwa hana kazi. Kazi yake ni kuhubiri. Ananifundisha neno mchana, tena tunaingia tunapiga masaa mawili. Jioni tena kuanzia saa 12 tumo mpaka saa 2 usiku. Alafu kuanzia saa 4 usiku mpaka saa 7. Hayo ndio yalikuwa maisha yake huyu jamaa. Nilienda naye mwezi wa kwanza, kadri siku zilizokuwa zinaenda. Siku zilizofuata nikafikisha na mimi dakika 10, nikajisifu kweli nimeupiga mwingi. Baada ya kama wiki 2 nikawa nafikisha nusu saa. Baada ya mwezi nikawa nafikisha saa. Baada ya kama miezi 6 tukawa tunaanza wote, tunamaliza wote. Hasa hapo nikajiona na mimi nipigwa kweli, yani saa hivi sasa maombi ninayajua. Nina uwezo wa kuomba maombi mfululizo masaa 4. Nikasema sasa hivi hata wachawi hawaniwezi. Siku moja nikakutana kitabu cha Mwakasege kinazungumza, alikuwa anafundisha maombi ya muda mrefu. Nikakuta kule amezungumza maombi ya nani jamani? Maombi ya Esther. Aliomba siku ngapi? Sasa jamaa anasema huyu jamaa aliomba maombi masaa 72 mfululizo. Nani? Stop. Nasema kumbe nilikuwa najidanganya. Kwanza nilikutana na ya Yesu. Alipoenda kabla hajachagua mifume 12. Alienda jioni kwenye maombi, akaomba usiku kucha. Unaelewa maana ya usiku kucha? Maana yake ni masaa 12 mfululizo. Sasa mimi nina masaa 3 4 na 9. Nikajiona sifai. Nikaanza tena zoezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye nikakutana mfano wa Esther. Una masaa mangapi? 72. Baadaye nikakutana mfano wa Danieli. Majuma mangapi jamani? Siku 21. Nani stop? Alafu nikakutana na ya Yesu sasa ya siku 40 pamoja na Musa. Nikasema Mungu nisaidie. Siku moja niliamka usiku saa 9 usiku, nikaomba mfululizo mpaka kesho yake saa 9 usiku. Niliona kwa kweli Mungu amenisaidia kidogo. Sasa huyo Mungu akanitembelea. Alipofika tukakaa naye, tulishinda naye siku hiyo. Ilipofika jioni anataka kuondoka, kaniambia ile suti mpe. Iliniuma. Nikaenda nikabeba, nikamwambia mtumishi wa Bwana,
Hebu jaribishia kakangu. Jamaa kajaribishia akapendeza. Kaniambia, nikajua labda ataniombea maombi mengi, akasema Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Huyo. Acha ni maisha haya mama. Zikapita kama siku wiki moja. Yule aliyenibariki suti akauliza, "Mbona huifai?" Yule aliyenibariki anafanyaje? Anaiulizia iko wapi? Nikamwambia niligawa. Moto uliwaka. Yaani mimi nanunua suti, alafu nakupa na wewe unagawa. Yaani kusalimiana wiki mbili. Maana ndo alikuwa mzee ambaye alikuwa ananilea. Tunapishana tu. Na makanisani tunawashirika wa namna hiyo. Anatoa alafu anauliza, "Kwa nini huitumii?" Anaifuatilia. Anafuatilia unaitumiaje. Wewe ukishatoa sio ya kwako tena. Huwezi kunipangia. Basi umenipa. Sasa kama umenipa, wakati unanipa unatakiwa uniambie niitumieje, ili nijue kama nitaweza au sitaweza. Nikiona naweza nitapokea, kama siwezi nakwambia penda naye. Sitaki. Sasa wewe unanipangia cha mfano. Baada ya siku kadhaa, nasema kaona sasa ananisalimia tena, tukaanza kuongea. Huyo Mungu akamkamata akaenda kununua hizo 3. Huyo umeona faida ya kutoa? Ilinigharimu lakini maana iliniuma. Alafu baadaye wiki mbili usemeshani na mtu ambaye anakupa pamola. Anakupa ugani, kisa umegawa alichokupa. Hiyo nafikiri kitu chepesi. Sio kitu chepesi kama unavyofikiria. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo hata ninyi ambao mnatoa zaka, alafu mnauliza mchungaji huwa anaitumiaje? Ukishatoa wewe hayakuhusu. Point ambayo Mungu alikuwa anazungumza na hawa watu. Toeni zaka kamili. Na zaka kamili inaliwa na mchungaji wako. Unajua kuna washirika wengine wamejaa vikwendo tu kwenye akili zao. Anachumba na mchungaji huyu, alafu zaka anapeleka kanisani. Unajielewa wewe? Anayekesha kwa ajili yako ndiye anayetakiwa ale zaka yako. Halo? Halo? Kama mshauri. Bwana Yesu atusaidie sana. Simama kwa miguu yako. Na dakika kama 12 hivi nataka tuzitumie kwenye maombi. Bwana Yesu